Naam, karibu mtazamaji wa SCTV kwenye kipindi chako bora kabisa cha vijana leo, ambapo siku ya leo tumekuja kumtembelea kijana ambaye anajishughulisha na shughuli nzima ya ujasiriamali kwenye taasisi hii ya Whippers, ambapo shughuli yake kubwa ni ufugaji wa samaki, na huyu ni Shwaibu Khalifa ambaye tumemfuata leo hapa kujua mbinu, lakini pia changamoto ambazo anapitia katika shughuli zake nzima za ujasiriamali. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Naam, imekuwa ni siku nzuri ambayo tukasema tuje tutembelee na tuweze kujua ufugaji wa samaki ni nini. Naam, kwanza ningependa kujua shughuli yako ya ufugaji wa samaki ulianzaje na mtu gani ambaye alikushawishi kuingia shughuli hizi za ufugaji wa samaki? Ufugaji wa samaki obviously nilianza tangu niko chuo, kwa sababu nilisoma masomo ya daktari wa wanyama. Kwa hiyo hata samaki ikawa ni katika moja ya wanyama. Kwa hiyo ufugaji wa samaki, nyuki na wanyama wengine napenda. Kwa hiyo nasema kama ni specialist sana. Na katika shughuli zako za ufugaji wa samaki, ni samaki gani ambao kwenye ufugaji wako huwa unafuga sana? Kama mfano kwa hapa maeneo ya Whippers tunafuga tilapia, ama kwa Kiswahili tunasema ni sato, jamii ya sato. Na sato hawa tunaofuga sisi sio wale origin sato, yani tilapia, kwa sababu moja kwa moja tunajua samaki ya aina ya sato wanapatikana kwenye maji ya baridi. Sana sana tunasema wanaitwa tilapia sato. Sasa hawa wamefanywa advanced development wakawa ni hybrid sato, na tunao hapa katika taasisi. Na kwa ufugaji wenu wa samaki wa hapa ambao mnaofanya, ni ufugaji ambao kwa ajili ya chakula au ni biashara? Hapa tunafanya kwa mambo matatu, lakini moja ya jambo kubwa ni kwa sababu ya kuwafundishia wanafunzi hapa, kuwafundisha wanafunzi namna ya kujikwamua katika ufugaji wa samaki. Hiyo ni jambo kubwa sana. Lakini lingine pia tunafuga kwa sababu ya kuuza, kula. Ningependa kujua kwenye aina ya samaki ambao mnawafuga, ni njia gani ambazo huwa mnazitumia kuhakikisha kwamba samaki anakuwa kuanzia hali yake ya uchanga mpaka anakuwa mkubwa? Ni njia gani ambazo huwa mnazitumia sana kuhakikisha kwamba samaki huyu anakuwa na manufaa zaidi? Samaki obviously, katika ufugaji wa samaki, kwanza kitu cha msingi katika ufugaji wa samaki ni kuzingatia hygienic condition, kitaalamu tunasema, yani afya ya samaki mwenyewe. Na afya ya samaki mwenyewe inaanzia kuanzia usafi, namna ya kuwapa chakula na namna ya kufanya maji yawe mazuri ili kuallow ile oxygen supply katika maji. Kwa katika mambo hayo ya msingi sana ambayo tunazingatia ni usafi, oxygen supply na chakula, ili ukuaji wa samaki uwe vizuri. Lakini pia kwenye eneo zima la chakula cha samaki, labda ni samaki ambao wanafuga hapa, ni aina gani ya vyakula ambapo huwa mnawapatia katika ufugaji wenu? Katika samaki hapa almost mara nyingi tunatumia fish pellets, ambayo hii fish pellet tayari imeshabi processed katika makampuni ya vyakula vya samaki. Kwa hiyo tunaenda tunanunua, tukija tunawapa samaki. Lakini vingine na vile vile hapo nyuma tulikuwa tunafanyia kitu moja kinachoitwa natural nutritive value. Tulikuwa tunafanyia kutengeneza vyakula kwa asili. Mfano, tulikuwa tunachukua matumbo ya mbuzi, wale matumbo ya mbuzi tunaifanyia fermentation, wanazaliwa wale maggots, alafu tunawapa samaki wanakula. Lakini kwa mara nyingi sana tunatumia chakula cha fish pellet. Na kwenye upande labda wa malazi ya samaki, ni malazi gani ambayo yamekuwa changamoto sana katika ufugaji wa samaki ambayo yanaathiri sana ufugaji wa samaki? Malazi yako mengi sana kwa samaki, lakini sana samaki wanaathirika na bacterial infection na fungal infection. Lakini sana sisi kwa hapa changamoto kubwa tunapata ni stress. Samaki wana distress. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa tumepata. Hata ukifika unaweza kubadilisha maji leo, ukaenda kesho ukirudi unakuta maji yamekuwa ya kijani. Sasa hiyo changamoto ya stress, na maana watu wanapita, wanafunzi ile kuchezea samaki kufanya nini. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana. Lakini infections zingine tuna avoid kwa sana, kama bacterial infection na fungal infection. Hiyo alhamdulillah tumeweza kutokomeza.
Na mtazamaji wa ACTV, bado tunaendelea na mahojiano yetu na mgeni wetu kwa siku ya leo, Swahibu Alfani, kuzungumzia masuala mazima ya ufugaji wa samaki. Ningependa kujua, kuna watu wengi sana au vijana wanaingia kwenye tasnia hii ya ufugaji wa samaki, lakini pia wanakuwa wengi wanajaribu wanafeli. Nini factors zinazopelekea vijana wengi kufeli kwenye soko zima la uzaji wa samaki? Katika uzalishaji na uuzaji wa samaki, changamoto kubwa sana vijana wengi wanafeli, kwanza ni mtaji. Alafu mtu anafuga kwa nia gani? Kwa sababu samaki wanafugwa kwa nia tofauti. Mwingine anaweza kufuga kwa sababu ya urembo, mwingine anafuga kwa sababu ya kupata ajira, mwingine anafuga kwa sababu anapenda kufuga. Sasa vijana wengi wanafeli katika ile tunasema management ya samaki, kuangalia kuanzia wako wadogo mpaka wanapofikia ile hatua ya kuvuliwa au wanapofikia hatua sasa hawa wanafaa katika matumizi tofauti. Kwa vijana wengi wanafeli kwa sababu kwanza wana lack ile awareness. Hiyo ndio cha kwanza. Cha pili, vijana wengi wanafeli kwa sababu ya kwanza poor management system, na system gani wanatumia, na katika ufugaji wa samaki, je, wanatumia aina gani ya pond, ile kujua hawa selection of good tunasema good species samaki ambao wanafaa katika area hiyo na kuzunguka. Kuna mambo mengi kama hayo. Na mtazamaji wa ACTV, tunasema hakuna marefu ambayo hayana mwisho. Ndipo tunafikia tamati ya mahojiano yetu kwa siku ya leo na Swahibu Alfani, mfuga samaki katika taasisi hii ya Wipers. Hadi wakati mwingine, asante na kwaheri.